tunaelekea Britania. Hii hadithi hii nitaitoa kwa sababu nimeiona kwa macho yangu. Hii tunajiambia sisi na ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imamu wetu ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Baadhi ya maulama wanasema aya hii imeteremka kwenye vita Sheikh Muhammad, Ghazwat al-Ahzab. Rasul sallallahu alaihi wasallam yuko kwenye vita na anapigana kwa uadilifu. Huna panga, hapigani na wewe. Si anafanya khiana kama sasa hivi wanafanya Mayahudi. Basi imeteremka katika Ghazwat al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Huyu ndio kiongozi wenu. Mangapi kafanyiwa Rasul? Mengi kaudhiwa, lakini anasamih. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ami yake kauliwa Hamza bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anampenda qiyama. Ukenda pale al-Umra Jabal Uhud, basi pale ndio imezikwa, wako masahaba pale wameuliwa 70, 67 wamezikwa kwenye kaburi moja, na wengine watatu. Sayyidina Hamza radhiyallahu anhu na kaburi lake, Mus'ab bin Umair na kaburi lake, na Abdullah bin Wahsh na kaburi lake. Na huyu Mus'ab bin Umair ndio safiri wa mwanzo wa Uislamu. Leo tukae na watoto wetu tuambie, nani safiri wa mwanzo duniani katika Uislamu? Hawajui. Nani the best player? Atakwambia Ronaldo, atakwambia Messi. Messi kai kufanya filamu hapa. Lakini muulize, nani safiri wa mwanzo duniani katika Uislamu? Mus'ab bin Umair. Ilikuwa kapita kwenye njia yake, baada ya dakika kukapita unaisikia harufu ya mafuta ya Mus'ab bin Umair. Yanatoka wapi? Yanatoka Sham, Suria, Palestina. Lakini Sheikh huyu alipoingia kwenye Uislamu, qissa tawila. Mimi sasa sitaki kuelezea qissa ya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum jamia. Tunazungumzana nani Rasul na qissa ndio ya Britania. Basi nilikuwa kwenye markaz inaitwa Markaz West Ham from 2000 to 2005. Tunampeleka sisi mtoto wetu anaitwa Khalfan, maarufa. Basi tulikuwa mimi daima nakwenda kwenye markaz ya da'wa. Markaz iko West Ham, kuna timu ya mpira iko West Ham na kuna markaz ya da'wa West Ham. Ile markaz ya mpira litaqwiyati al-ajsam, na markaz ya da'wa lighasil al-qulub. Kalla bal ra'na ala qulubihim ma kanu yaksibun. Unaingia kwenye washing machine. Kuna washing machine sasa hivi, Sanyo, Toshiba, National. Nini kazi yake? Kukosha nguo. Lakini kuna washing machine inaitwa la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, inakosha nyoyo. Na katika mwili wa binadamu vitu viwili hivi ndio very important, alqalb wal aql. Allah yukhatib alqulub wal uqul. Alquran yukhatib alqulub wal uqul. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Tungekuwa tunasikia na tunatumia akili yetu, leo singekuwa motoni ya watu motoni, wala billah. Na anasema nyingine, afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha. Hawazingatii Qur'an au kwa nyoyo zao zima makufuri. Aya nyingine ya qalbi, illa man ata Allah biqalbin salim. Leo huzungumzi na jamaa yako, nini maana yake? Kalbi yake ipo chafu, inanuka. Watu wanamuona kajitia amwaji, kati ya Dior, kati ya nini, lakini actual ananukia nje, ndani ananuka vifuso. Hataki kuzungumza na ndugu zake. Hakuna fatan kama yeye, hakuna namam kama yeye. La haula wala quwwata illa billah. Tumwendee Rasul sallallahu alaihi wasallam, nini akanafanya? Na yeye anasema illa man ata Allah biqalbin salim. Na hadith naitoa hadith qudsi, anasema inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila jisamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah hatizami nyuso zenu na mili zenu, anatizama kwenye kalbi yako na vitendo vyako. Wengine wanakuambia basi hoja nia, basi nia vitendo viko wapi? Nia nini? Allah anasema iwe kalbi yako na vitendo vyako.
Sio leo ndio ile aya katika sura Safa anasema lima taquluna ma la taf'alun, nini mnasema nini mnafanya. Sasa twende kwa Rasul, hiyo habari nakwambia ni West Ham. Akaletwa mzungu mmoja pale, huyo alikuwa dokta, na hapa wako madokta wanawake na wanaume. Alhamdulillah, huyu dokta akawaelezea sababu ya kuingia kwenye Uislamu. Akasema hadithi mbili hizi zilikuwa sababu mimi nikaingia kwenye Uislamu. Captain Saud, hadithi ngapi? Huyu ndugu yangu mdogo, kipenzi changu, kwenye harusi yetu, Allah jalie na harusi Jannatul Firdaus, yuko mdogo, na baada ya kutaja na ndugu zako wanawake, ndugu zangu na vyote vidogo, mpaka leo nazo picha. Allah tujalie mpaka jana, sema amin. Na sikae kumpiga polish, urefu wote anakuwa nao na kila kitu, heshima na adab, na wote nyote mna heshima na adab. Na kidogo nitakuwa naambia mbio Unguja kisha nitarejea Oman. Abuhi Allah yarhamu na wazee wetu wote tuseme amin, alikuwa hajui Kiswahili vizuri, basi alikuwa anatuambia auladi alaikum bilhishma, alhishma maibiuha, kuweni na hishma, hishma haiuzwi. Hishma ninasema mimi kama mwanamke anapojitia makeup kwa mumewe, halal au haram? Halal, lakini kaingia maji makeup inaondoka, lakini hishma inakuguide mpaka Jannatul Firdaus, na utakutana na tutakutana na imamu wa hishma Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adhim sallallahu alaihi wasallam. Na leo يوم الجمعه hii, basi yule dokta akasema nimeingia kwenye Uislamu kwa hadithi ngapi? Mbili. Hadithi ya mwanzo anasema Rasul sallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Akawa anaipeleleza hii hadithi, vipi kwa sadaka? Akaona anasema akthar al-amrad takhruj fi jism al-insan, ikawa mtu ana smile. Sasa hapa ndio nilikuwa nataka kumzungumzia Captain Saud na nyote, hata wewe mtu akakuona unatisha, lakini heshima, nyote mna heshima nyote, alhamdulillah. Lakini kile ukamuona kwa hivyo anacheka tu, unaondosha maradhi yanatoka. Tizama kadhia ngapi Rasul alikuwa nazo, unaambua qalbu yaghli, inachemka kalbi yake kama Captain Muhammad, kama yaya aliyonachemsha kwenye maji, lakini ukamwona yuko hivi tu anacheka, yale mambo ya kwenye kalbi yake. Lakini kwa stress nyingine ndio kama unavyosema tumecheka. Wacha tuendelee Sheikh Muhammad inshallah. Sasa tuendelee hadithi. Sasa Saida Aisha, kipenzi chetu, Saida Aisha radhiyallahu anha anasema wallahi thumma wallahi ma raaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam illa yatabassam. Ana kuliamini mara tatu, sijawahi kumuona mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa na smile. Sasa hii hadithi moja akaona hadithi kweli inaondosha maradhi. Hadithi ya pili, kaja sahabi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, akaambia Rasulullah ausini, nipe wasia. Akamwambia la taghdab, akamwambia tena la taghdab, akamwambia tena la taghdab. Unaambua maulama wanasema ikawa mara tatu Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema jambo mara tatu, ummuk thumma ummuk thumma ummuk, ujue jambo hili adhimu. Na yeye kasema mara tatu la taghdab, la. Akaipeleza hii hadithi, vipi imekuwa hivi? Akaona ghadhab min ash-shaytan, na shaytan kaumbwa kwa moto, na moto kazi yake unakula kila kitu. Ndio unakuta kwenye majumba mashaitani watupu mejaa. Allah tunusuru. Ghadhabu qiyama, na ghadhabu yenyewe kwenye batil. Sio ndio mtoto hasali wewe ukae ucheke tu habibi, la, iko habibi unamwambia, lakini kwa too much iko bakora. Rasul kasema tuwafundishe watoto wetu sala kwenye umri wa miaka 7 na tuwapige kwenye umri wa miaka 10. Kwa hivyo sio tena mpaka hasali, hasomi Qur'an, afanye maasi, mimi nimekaa kwenye habibi, not good, don't do it, what don't do it, paga kofi. Lakini kofi lenyewe lisimdhuru. Hii Rasul kasema, si mimi. Unazungumza kwa heshima na adabu. Kwa hivyo nini tumepata faida kwenye hadithi hii? Mambo yote yalomfika mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini anasimai, haghadhibiki isipokuwa anaghadhibika kwenye haki. Kama jambo gani leo? Alisema wallahi thumma wallahi, ningekuwa ninaweza ningemwambia Saidna Abu Bakar radhiyallahu anhu afanye adhan, ikisha nikatizame kwenye majumba
Nani alikuwa hajenda msikitini ili nyumba niziwashe moto? Kaghadhibika, hajaghadhibika hapo, kaghadhibika lakini kwenye haki. Lakini anasema hakuna mwenye kuwasha moto, kumchoma moto isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunahitimisha hili jambo, mambo makubwa, tupendane, tusikilizane. Wazee wetu washafanya dor kubwa kutufahamisha. Mimi nakumbuka nilipokuja hapa 1979 nimekuja Oman na umri wa miaka 17. Na umri wa miaka mingapi captain? 17. Fanya hisabu sasa hivi na 64. Alhamdulillah, semena alhamdulillah. Mjomba Masudi leo na nahar, Allah mpe siha na afya na mtabisha. Basi mpaka leo tuwatabishe. Tumezungumza pale story ya wajomba zetu watatu ambao wote washakufa. Na baba yako Allah yarhamu, kipenzi chetu Sheikh Said, mjomba wetu Hafidh Rashid Allah yarhamu, semeni amin, Said Rashid. Hawa watu watatu mimi nimeishi nao sana. Khalti yetu Khalti Asma alikuwa anaishi naye kwenye nyumba, hajaishi naye nje. Nyinyi mmeishi naye kwenye nyumba, kula, fanyeni kahawa na dili la kila kahawa. Sawa? Mjomba Hafidh Allah yarhamu kaishi naye. Mimi nimeishi nao nje na ndani, lakini sisemi mujamala, walikuwa na adab na heshima, walikuwa na adab na heshima. Hakuna kitu kama adabu. Ndio maana Rasul sasa anasema adabani rabbi fa ahsan ta'dibi. Sasa leo sisi tunataka watoto wetu wawe na adabu, sisi hatukutani. Vipi watakuwa na adabu watoto? Ndio maana unamwona unateremka ushakuwa miguu, huwezi kwenda vizuri, wewe una mikoba ya kahawa, mtoto hata hana time, pengine anasikiza music, hana time. Nakumbuka Unguja nilikuwa ninakaa Mkunazini, basi babu yetu anaitwa Ibrahim bin Hamid, watu wazee wao. Basi mimi nimekaa na grupu langu naitwa Pulling and Brothers, basi wanamwona babu yangu kila mmoja kishanyuka, ngoja kuchukua, utafikiri wao ndio babu yao. Wallahi la utafikiri babu yao, wakitumia babu yangu mimi ndio babu yenu hiyo. Kwa hivyo hakuna kitu, isha very simple. Ishafanywa kila miezi miwili gathering, watoto wa Sheikh Hafidh bin Rashid, watoto wa Sheikh Said Sukri, watu wanatajwa Sukri Asma Asma Samia, watu alikuwa yuko mjini, bismillah, alikuwa yuko desert maadhur. Lakini sio leo inavunjwa gathering kwa sababu fulani hajaja, tukasubiri kila mmoja mpaka aje, ndio leo tusema pale yaumul qiyama. Yaumul qiyama sote tutakuwa pamoja. Ama hapa duniani huyu kasafiri, huyu kesho anakuambia nakuja, mtoto wake kaumwa, lakini yaumul qiyama sote tutasabishwa. Siku ambayo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, limanil mulku al-yawm, limanil mulku al-yawm, lillahi al-wahid al-qahhar, اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وين الملوك؟ وين أولاد الملوك؟ وكواب وفلمه، وكواب وفلمه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل mmoja atasimamishwa, la tazulu qadama abdin yawma alqiyama, hatunyanyua mtu mguu wake yawma alqiyama mpaka aulizwe an umrihi fima afnah, umri wake kautumia vipi, wa an shababihi fima ablana, ujana wake, wa an ilmihi madha amila bih, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, mali kaipatia vipi na ipega vipi. Kwa hivyo tupendane, tusikilizane. Mimi sasa hivi hapa nimekaa kutoa muhadhara, mimi ndio shekhe mkubwa, si shekhe mkubwa, lakini najipa nasiha mimi na wapa nasiha ndugu zangu. Na kitu cha mwisho kabisa, tuwe sote teamwork. Nini maana teamwork? Ruhul fariq. Nini maana ruhul fariq? Leo mfano, baadaye tuna Sheikh Masudi atatengeneza hivi. Mfano Khalfan al-Adawi kafanya jambo, mfano malaki au si Khalfan al-Adawi, mfano mtu yoyote kafanya jambo si zuri, wale wote makaza wanashirikiana. Nini wanafanya? Wanakuwa wote madokta, wanakuwa wao si wagonjwa, wanakuwa madokta, wanamwendea ile ndugu yao, wanampa nasiha billati hiya ahsan. Ama kuachana hivi kila mmoja anafanya makosa, hii si ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Allah tupe raha duniani na akhera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. يا حليم يا رحيم يا رؤوف يا ستار يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
يا الله بصير ترانا، وأنت السميع تسمع كلامنا، وأنت علام الغيوب تعلم لي في قلوبنا، وقلت لنا ادعوني أستجب لكم. رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، آمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنهم. يا غفار اغفر ذنوبنا، يا تواب وفقنا لتوبة النصوح، يا ستير استر عيوبنا في الدنيا وفي الآخرة، يا رحمن الرحيم ارحمنا في الدنيا وفي الآخرة، يا كريم اكرمنا في الدنيا وفي الآخرة، الشافي اشفنا من كل مرض، يا غني اغننا، يا هادي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا الله اهد الناس جميعا، يا الله انصرنا وانصر أخواننا المستضعفين اللي في غزة وفلسطين وفي السودان وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الإكرام. يا الله تقبلي أعمال زيتنا تصامح مقصيته، يا الله تقبلي أعمال زيتنا تصامح مقصيته، يا الله تقبلي أعمال زيتنا تصامح مقصيته، يا الله تجاليه تواتي جميع المعاصي يا رب العالمين. Sisi wanaume na wanawake, wanaume pamoja na wake zetu na watoto wetu na wajukuu mpaka takumu saa, na wanawake na waume zao na watoto mpaka na wajukuu mpaka takumu saa, tuwajalie tuache jamii maasi, tuache jamii maasi حتى تفاتح حسن الخاتمة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، آمين يا رب العالمين. يا الله تجاليه كلا خيري زتفات زتفاي نكلا شارك تسيزيون يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الإكرام. توحيد سيسي نوحيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، أحسنتم إن شاء الله. يا شيخ مسعود.